Kama una kitu. Mimi labda nizungumzie hoja ambayo umeiwasilisha kwamba kujirahisisha, tuseme kwa lugha nyingine. Kujirahisisha. Hii hapo mimi naitazama kweli inaweza ikawa ni sababu mojawapo, ni moja ya sababu ambayo inapelekea vijana wa kike kama sisi vijana kuchelewa kufanyaje, kuolewa. Kwa sababu kaka zetu hawa wana hiyo tabia ya kujaribu. Lakini usijue kwamba kama binti unapokubali kurahisika namna hiyo ama kujirahisisha, unashusha thamani yako. Yani anaona sasa kama ameweza kunipatia mimi hapa, ina maana anaweza kumpatia pia na mwingine. Lakini pia mbali na hivyo, vipi nikimweka ndani kwa mama wa watoto wangu? Je, watoto wangu kweli watalelewa au watakuwa na njia zingine? Lakini wanasema pia kwamba vijana wakati mwingine wanakataa, wanasema siwezi kuuziwa mbuzi kwenye gunia. Kwa lazima nimchukue nimuingize nyumbani. Hii inakaa vipi? Na hapo anaposema kwamba asiuziwe mbuzi kwenye gunia, anamchukua anamweka nyumbani, lakini pia baadaye anakuja kukata. No, siwezi kumuoa. Sasa hapo nakomesha onja kama ni chungu au akao ndio sababu ambayo inapeleka bana. Tukaekae kwanza kidogo tuone kwanza huko mbeleni Mungu atasaidia. Kwa ile kukaa ile kutumiana hapa hapana, haiwezekani. Kuna bidii anatoka tena nje tena. Sasa kwa pale ndoa inakuwa imekufa. Umeona? Hata kama mtu alikuwa na plan bana, kwa nikakaa nao miezi mingapi hivi? Tawana. Kaa ndani na nini, ile mtu ushamjua tayari madhaifu yake bana, yuko hivi na hivi. Moyo unakufa ganzi mapema. Sasa mtazamo wako ni upi? Ni sahihi kukaa naye au asikae naye? Bana. Hapo mimi nahisi ni sahihi. Kukaa naye? Ni lazima ukae naye kwanza ujue kwanza. Ndio moyo wangu. Kaka Kenny anatuambia yeye ni lazima akae naye. Sasa ngoja tuwasikilize na wajumbe wengine wanatuambia nini. Ni sahihi kukaa na binti kabla ya ndoa au sio sahihi kukaa naye kabla ya ndoa? Mtazamo wangu unabaki pale pale, sio sahihi. Sio sahihi, unajirahisisha, unashusha thamani yako. Kaka? Kwa mtazamo wangu sio sahihi. Sio sahihi pia. Na nasema hivyo nikirudi kwenye upande wa Biblia, kimtazamo wa kibinadamu tunaweza kawa nisema ni sahihi. Lakini tukirudi kwenye upande wa Biblia bado haikubali katika mantiki ya imani na dini. Imani zote ninadhani hiki kitu hakikubali. Na ndio maana ukija kwenye mtu waliooana kabla ya yani waliochukuana waliojirahisisha, wakiingia kwenye upande wa ndoa, hata wachungaji hawakumbuka inakuwa sio ndoa, ila kuna kitu kinaitwa kubarikiwa. Wanakuwa wameshafunga ndoa tayari. Wameshafunga ndoa. Kwa hiyo inakuwa haikuwa ndoa ambayo sio rasmi. Okay. Asante sana. Ni namna hiyo ambayo tunasonga na darasa huru kwa vijana, na ninadhani unabarikiwa sana au unazidi kujifunza kitu kutoka kwa vijana hawa ambao tuko nao katika siku hii ya leo. Niwarudishe sasa mezani pia muweze kutoa vitu gani sasa ambavyo vinaweza vikafanyika ili kuondoa hii mitazamo yote, labda kiuchumi, labda kuishi na binti. Ni vitu gani ambavyo vinaweza vikafanyika sasa ili kuisawazisha jamii kukaa katika hali sawa? Sasa vijana waolewe kwa wakati, lakini pia vijana waoe kwa wakati ulio sahihi. Ni vitu gani ambavyo vinaweza vikafanyika? Mimi labda niseme kwamba vipo vigezo mtu kabla hajachukua hatua ya kuoa au kuolewa. Lazima ujitathmini wewe mwenyewe, mtu kama wewe. Kwanza lazima umekomaa kiakili. Huwezi kusema leo hii ukaingia kwenye ndoa wakati wewe mwenyewe kujimudu tu ni tatizo. Sasa habari gani ile familia ambayo unaenda kuianzisha? Nirudi kwa dada na kujimudu kivipi? Nikiwa na maana kama wewe mwenyewe unasubiri mpaka mtu mwingine akwambie kwamba acha hiki, ina maana hujakomaa kiakili. Huwezi kujua kwamba hili ni jema, hili ni baya. Sawa, unajua kwa maana ya juu, lakini huwezi kutofautisha na kutenganisha. Sijui inakuwa sawa hapo kwamba hivyo yani kwamba ukishindwa wewe mwenyewe kujiendesha kwamba hujakomaa kiakili, mwanaume huna uwezo wa kutafuta pesa. Bado wewe hujakomaa, bado huna akili ya kujiongeza. Bado. Kwa hiyo tulie tu kwanza mpaka wakati sahihi. Hata akifikisha miaka 40 hajaweza sana kufanyaje hiyo familia telaje. Tukumbuke kwamba familia, malezi ya familia yanategemea pande zote mbili. Sasa kama wazazi wenyewe hamjakomaa, mnategemea kile kiumbe ambacho ama wale watoto ambao mtapewa kama baraka watakuwaje? Kwa hiyo mimi nadhani jambo la kwanza ni kukomaa kiakili, kwa sababu ukikoma kiakili utajua kujitegemea, utajua kutafuta, hutategemea wazazi. Haina maana kuchukua mke alafu ukamweka kwa wazazi. Unawapelekea tena wazazi mzigo mwingine. Wameshakulea wewe, bado wakulee tena na mke na watoto wakulelee. Mimi naona hiyo ni changamoto. Nadhani kikubwa kingine cha kuangalia hapo ni kukomaa kwanza. Uhakikishe umekomaa kiakili, kimwili pia, mambo kama hayo. Nirudi nyuma kwanza kidogo. Kuna hii mantiki kwamba inasemekana kabisa kwamba wakaka wengi wanaogopa kuoa wadada wenye elimu. Kwamba mimi nimefika chuo kikuu lakini na yeye pia kafika chuo kikuu. Hapana, siwezi kumuoa.
Inakuwaje? Hiyo wakati mwingine inaweza kuwa ni sahihi na wakati mwingine inaweza isiwe sahihi. Nikiwa na maana hii kwa ndio maana nikazungumza mara kwanza kwamba kuna yani hiyo ni hali ya mtu. Kuna mwingine ukimkuta mwenye elimu, mwanamke mwenye elimu ambao aidha mko elimu sawa, atakusumbua sana. Kwa sababu anajua hakuna kitu unachomzidi, hakuna. Kama ni kuomba kazi, ajira, na yeye anajua atapata kama ambavyo utaomba wewe. Anajua kama ni akili ya darasani, hata pengine alikuwa anakuzidi darasani. Kwa maana hicho kitu, yani kuna ile hali ya kudharauliana hiyo. Lakini kuna mwingine pia ukimkuta mpo sawa kielimu, sawa, au unakuta amekuzidi, lakini kuna ile hali ya unyenyekevu kwenye ndoa, yani anajua uthamani wa kwenye ndoa ni nini. Kwa hiyo pia inaweza kuwa ni hali ya mtu pekee mwenyewe, sio kwamba ni wote ambao waliowazidi elimu wana tabia mbaya kwenye ndoa au inakuwa ni ngumu. Lakini tu malengo yetu sisi au na mitazamo yetu sisi imekuwa ni hivyo kwamba ukimpata mwanamke mwenye elimu, wewe huna elimu na elimu darasa 7, mwanamke ni ya chuo kikuu, atakusumbua. Kuna wengine wako hivyo kweli, lakini kuna wengine wako vizuri. Kocha, msingi hapo ni kufanyaje? Kwanza tubadili mitazamo. Okay. Kwamba ushauri wa kwanza tubadili nini? Tubadili mitazamo. Kaka, ushauri wako? Iko ni sahihi kwa sababu mimi ninavyoona, kwa sababu kwenye vijiwe vya vijana wengi unavoka tunakaa tunazungumzia kuhusu masuala ya ndoa na nini mahusiano. Kwa mfano kama mimi nikiwa na crew ya washikaji wangu, mtoto wa kiume, wanazungumzia kwanza ile kupelekeshwa. Unajua mtu anakuwa na mke wako ndani, lakini sasa unakuta huyu jamaa siji mke wake au siji mwanamke hivi na hivi. Ukiwa una mwanamke ana pesa au ana elimu, sawa, lazima uwe mdogo. Sasa ni kitu ambacho kiwezekani kwa mwanaume. Wewe ni mwanaume tu unakuwaje mdogo? Ajikuta sasa unaanza kutumwa tena. Enda zikaete nini sijui nini. Mimi na mshikaji wangu walikuwa ana mke wake ana pesa tu. Yaani jamaa akaenda yeye ndo ananunua supu. Kwani ni vibaya kufanya hivyo? Ni vibaya. Hiyo ni sahihi, sema sasa mtazamo kwa watu nje. Inaonekana huyu jamaa sio ndio, labda sio ndio mwanaume bwege, sio ndio ni nini. Na wanasema tusiishi kwa mitazamo ya watu. Sasa ndio hivyo. Pia kwa watu wengine mtu anataka awe na mwanamke mweupe. Unaona? Sasa bana, sasa nikiwa na mwanamke wawili mweupe na mweusi, sasa wewe mweusi unakuwa na kanda unapika, au mweupe tunatoka wote. Kwenda kula bahati, leo mweusi unabaki nyumbani unapika. Unaona? Kwa hiyo lazima kwanza mtu tafute kitu ambacho kinakufaa. Kuanzia kwenye elimu na muonekano wa mwanamke mwenyewe. Kwa hiyo hapo hatimaye tunakuja kuona kabisa kwamba kuna vitu ambavyo inatakiwa tuviondoe ili tuende sawa. Hasa kwanza pia nilikuwa kama ningeomba mashirika ya dini. Yes. Pia ni wenyewe ndio wana nafasi kubwa sana ya kuongea na vijana, unajue. Hii vipindi vya katikati sijui na nini. Yaani hivyo, yani kama wenyewe wakachukua nafasi kama wazazi sijui mashirika ya dini, wanaweza wakafanya swali kaka sawa, lakini sio vijana kama vijana. Okay. Ni kwa mfano kama mimi nikikaa na mtu aliyenizidi age, sawa, kuongea naye kitu kwa kuelewana inakuwa ni rahisi sana. Lakini hapo umenikumbusha kitu pia. Kuna hiki kwamba sababu nyingine ambayo inachangia vijana wengi sana wakachelewa kuolewa ni kwa sababu ya asili ya familia yake au nature ya familia yake, kwamba alilelewa na mama peke yake. Sasa kama huyu ni kijana ambaye alilelewa na mama peke yake, au kama ni binti ambaye alilelewa na mama peke yake, akija kufikiria kama mimi nililelewa na mama peke yangu au nililelewa na baba peke yake, nitakuja kutengeneza watoto wangu pia walelewe na mimi peke yangu, unaona? Kwa hiyo ni vitu ambavyo pia vinachangia. Kwa hiyo uliposema hapo kwamba wazazi wakae na vijana waelimishe, ni sahihi kabisa kwamba wazazi wana wajibu mkubwa sana kukaa na kuelimisha wazazi wao, wasiogope majukumu, wasikimbie kwamba kuona familia ni kitu ambacho ni kigumu sana. Wao ndio chachu kubwa sana ya kuwezesha vijana wakaoa na kuolewa kwa wakati pia. Lakini pia mashirika au dini, tuna madhehebu mbalimbali, lakini pia wapo Waislamu wanaweza kuelimisha jamii, kuelimisha vijana ni kwa namna gani ambavyo wakajenga familia zao kwa wakati ambao ni sahihi pasipo kukimbia majukumu. Niwaalike moja kwa moja pia mnaweza mkawaaga sasa watazamaji kwa kuwapa kitu ambacho unacho wewe kutokana na mtazamo wako katika kuoa au kuolewa. Nikianza na dada pale. Mimi jambo moja tu naweza kusema akili, lakini pia tumrudie Mungu. Turudi kwenye masuala ya imani. Kila mtu, hata kama kila mtu anamaanisha kwa dhehebu lake, tunaamini tuna ile, unajua ukiwa na hofu ya Mungu kuna mambo tutayaacha na kuna mambo tutayafanya vizuri, lakini maelekezo ya dini pia ni muhimu kwa sababu yatatuongoza katika njia ambayo ni sahihi na pia ni namna ambayo inakubalika katika jamii. Niseme hivyo. Okay, asante kaka hapa. Kwanza tumombe Mungu atusaidie kumpata yule anayekufaa katika maisha.
alafu then tuingie katika utekelezaji. Nikuuliza swali la changamoto, tawali ni rafiki yangu. Mimi ngoja naye yuko anasubiri kwanza, na ukimuuliza umri wake anakuambia ndio wakati sahihi sasa. Yes kaka hapa. Kwa mimi sisi jana nisemaje? Waambie chochote kile ambacho unahisi sasa kitawajenga wao kuondoka na ile mitazamo ambayo wako nayo, pamoja na ambayo inawasababishia wakavuta muda mpaka wakafika wakati sasa anazaa mtoto anamuita bibi, anamuita babu. Kutokana na umri alionao. Kwanza kitu cha kwanza unajua ni kujiamini. Kujiamini kwamba naweza, afu pia uthubutu, pia kujichanganya. So ukimudu mambo, ukijichanganya na watu, ukijiamini kwamba mimi naweza, yani ukijituma, ukijiamini kwamba mimi ni mwanaume, ukafanya vitu venye uzito, kwa ni swala dogo tu. Kwa hiyo kama ni kujiamini bana, mimi naweza, unathubutu, unajichanganya na watu, unajiamini, simple. Namna hiyo. Mambo mengine yanaendelea. Asante sana, nikushukuru sana wewe ambao umekuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu. Nikwambie